Leo nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umebeba maono makubwa sana na kimepita kipindi kirefu sana ukiwa umebeba hayo maono, lakini mpaka leo hauoni njia ya kuyafanikisha hayo maono. Unafikiria sana, unawaza sana, unaumia, unalia, unaomba Mungu kila siku akuonyeshi hata mwanzo tu, msingi wa kwanza, lakini bado hauoni. Na kuna mwingine umejaribu baadhi ya njia, kila ukijaribu haufanikiwi. Kila ukijaribu njia fulani unaishia njiani. Kila ukijaribu unaishia njiani. Umekuwa ni mtu wa kulia, mzigo umekuwa ni mkubwa. Mzigo unahisi kuelemea, maana maono uliobeba ni makubwa. Nimekuja kukutia moyo kwamba usiogope wala usikate tamaa. Na usije ukahisi hayo ni mawazo yako tu, hapana. Huo ni mpango kamili wa Mungu. Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla haujatungwa tumboni mwa mama yako nalikutenga, nalikufanya kuwa nabii wa mataifa. Sasa sikia, Yeremia kabla hajajua atakuwa nabii, Mungu alijua Yeremia atakuwa nabii. Na wewe kabla hujabeba hayo maono, Mungu alijua wewe ndiye mbeba hayo maono. Maana yake ni Mungu aliyaweka hayo maono kabla hujatungwa tumboni mwa mama yako. Mungu aliiweka hiyo ndoto kabla haujatungwa tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo hayo maono sio ya kwako. Hayo maono ni ya Mungu. Ameyaweka kwako kama mlango wa kufikisha hayo maono kwa watu ambao Mungu amewakusudia. Kwa hiyo nimekuja kukutia moyo kwamba aliyeianzisha kazi moyoni mwako ndiye atakayeikamilisha. Ni kweli ukiwaza ni kama akili yako inakataa. Sikia, sio wewe wa kwanza, hata Ibrahimu ilimsumbua. Mungu aliachilia maono kwa Ibrahimu akiwa na miaka 75 ya kwamba atakuwa baba wa mataifa. Lakini ule mchakato wa kuwa baba wa mataifa ulimgharimu muda, alilipa gharama ya muda. Lakini siri ya Ibrahimu ilikuwa ni siri kubwa ambayo ilimfanya atimize yale maono, au yale maono yatimie, ni kulinda kiwango chake cha mahusiano na Mungu. Ibrahimu hakukubali kuvunja mahusiano yake na Mungu japokuwa maono yalikuwa hayajatimia. Amekaa kwa kipindi kirefu tangu ameahidiwa mtoto akiwa na miaka 75. Anakuja kupata mtoto akiwa na miaka 100. Miaka 25 amebeba maono ya kuwa baba wa mataifa. Sasa sijui wewe umebeba hayo maono kwa muda gani, lakini nataka nikwambie Mungu huwa anatutengeneza sisi kwanza kabla ya kukamilisha maono. Huwa inachukua muda mrefu sana kututengeneza, lakini inachukua muda mchache sana kudhihirisha maono. Sikia, shida sio kupata maono. Shida ni kuendeleza maono. Na mkakati wa Mungu ni kututengeneza kuwa watu watakaoendeleza maono, sio watakaoishia kubeba tu. Kuna watu wengi walibeba maono na wakashindwa kuyaendeleza, ni kwa sababu hawakuwa na maandalizi. Kwa hiyo nimekuja kukutia moyo kwamba upo kwenye kipindi cha maandalizi. Na kwenye hicho kipindi cha maandalizi, hakikisha unajua vitu vya msingi vya kufanya ambavyo vitakufanya uwe imara. Jipime ulivyo ndani kabla ya kuangalia matokeo ya nje. Jipime maendeleo yako ya ndani kabla ya kupambana na matokeo unayoyataka. Nimekuja kukutia moyo ya kwamba mpango wa Mungu huwa haufi hata siku moja. Maadamu ni Mungu amekupa, na kama una uhakika ni Mungu amekupa hayo maono yatatimia.
Unachotakiwa na kitu ambacho nakusii leo, hakikisha unatunza mahusiano yako na Mungu. Hakikisha kiwango chako cha utakatifu kwa Mungu kinaendelea kuwa imara. Hakikisha uvumilivu wako na uthabiti wa imani yako unaendelea kuwa imara kwa Mungu. Kama unamkumbuka Yusufu, Yusufu alibeba maono makubwa ya kuwa mtawala, lakini yale maono hayakutimia kirahisi. Ilimgharimu miaka 10 na kitu ili yale maono yatimie. Cha kwanza, alianza kulipa gharama ya kukataliwa. Alikataliwa na ndugu zake. Kitu cha pili, akauzwa utumwani. Kitu cha tatu, akasingiziwa kesi ya kubaka, akatiwa gerezani. Na wakati wote huu alikuwa amebeba maono ya utawala. Ingekuwa rahisi kwa Yusufu kuwaza kwamba mimi sio mtawala, mimi ni mtumwa. Lakini katika utumwa yeye aliwaza utawala. Hata alipokuwa gerezani, ile spirit ya utawala iliendelea kuishi, kwa sababu alibeba hayo maono ya utawala. Na kitu ambacho kilimsaidia yale maono yaendelee kuwa na nguvu moyoni mwake ni kwa sababu alitunza mahusiano yake na Mungu. Hakukubali kuvunja mahusiano kwa gharama yoyote. Sasa nataka nikwambie, hata kama unahisi kuchelewa, lakini usikubali kuvunja mahusiano na Mungu. Hata kama unahisi kuchoka, usikubali kuvunja mahusiano yako na Mungu. Hata kama unahisi kukata tamaa, usivunje mahusiano yako na Mungu. Mtaji wa kwanza wa kuhakikisha hayo maono yanatimia ni mahusiano yako wewe na Mungu. Mtaji wa kwanza utakaofanikisha hayo maono ni kutunza ukaribu wako wewe na Mungu. Hakuna njia nyingine tofauti zaidi ya kutunza utakatifu na mahusiano yako kwa Mungu ili kuhakikisha hayo maono yanatimia. Mungu anatuambia katika Yeremia 29 na ule mstari wa 11 ya kwamba mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nataka nikwambie, Mungu hatakuacha na Mungu hajakuacha. Ataanza na wewe, atamaliza na wewe. Usiogope. Ni kweli maono umebeba ni makubwa, na kuna kipindi unajisikia kuchoka. Usichoke. Mungu bado yupo kazini, na Mungu hana njia moja. Upo kwenye kipindi cha maandalizi. Hakikisha unapandisha thamani yako ya ndani. Hakikisha unaongeza thamani yako ya ndani. Na kuna wakati lazima ujiulize, kweli umefikia ile level ya kutimiza hayo maono? Angalia kiwango chako cha thamani ulionayo. Usipambane kuhangaika na matokeo. Pambana kupandisha thamani yako. Thamani ikipanda, matokeo yanakuwa rahisi. Mungu akubariki sana kwa hiki session ndogo uliosikiliza, ya kwamba maono yako hayatakufa bali yatatimia. Ubarikiwe na Bwana. Tukutane wakati mwingine kwa session nyingine. Amen.